For today we will read the book of Ephesians 2:8-9. Ephesians 2:8-9. Tutasoma kwa Kiswahili. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yeyote asije akajisifu. Tutasoma another book of Yohana chapter 5 verse 1-13. Tutasoma. Baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika, iitwayo kwa Kiebrania Bethzatha, nayo ina matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopoza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka, akaingia katika ile birika, akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa, akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akajua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa siku ya Sabato siku hiyo. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni Sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Akawajibu, yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia jiwike godoro lako uende. Basi wakamuuliza, yule aliyekwambia jitwike uende ni nani? Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani, maana Yesu alijitenga kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. The word of today is about, kila mtu anajua story ya huyo mzee mwenye alikuwa kiwete. Alikuanga kiwete for 38 years. Sisi watu tunajua hiyo story. Tukiwa Sunday school tuliambiwa, tukiwa brigade tuliambiwa, sasa tuko youth tunaambiwa. Tukifika hata ukiwa shosho bado utaambiwa. But hii story inakuanga na a lot of lessons. The lesson of today is are you awakened in your spirit? Like kwa nchi ya kiroho, like spiritual, are you awakened? Like mtu that day huyo alikuwa amekaa, but ile siku alikuja ameulizwa na Yesu, wataka kuwa mzima? Ni kama nikuja nikuulize, Prudence, unataka kazi? Wewe uanze kunielezea, nimekuwa nikitafuta miaka sijui ngapi, sijaipata, ninaishi hapa nimelala, naendaga kutafuta, napata mwenye tulikuwa na yeye ashapata. Yesu hajakuuliza hiyo yote, anajua. By the way, God knows and Jesus knows everything that unapitia, anajua. Hajakuuliza kama umekuwa ukipitia, amekuuliza aje unataka. Your answer is yes or no. Si ndio? Alitarajia huyu mtu amwambie yes, nataka kuenda, ama no. But huyu alianza kumwambia story nyingi. Be awakened in your spirit, ndio hata ujue nani anakuuliza. Hiyo siku aliulizwa, alitibiwa, si ndio? Anaambiwa aende. Venye alienda, Wayahudi, the Pharisees,
walikuwa the seventh day hakuna kufanya kazi, hakuna hata hiyo ya kujitwika godoro ilikuwa kazi kulingana na wao. Hawakuwa na huku unafaa kuponywa at that day. So hiyo siku venye aliulizwa nini, leo ni siku gani? Leo ni Sabato, mbona umejitwika godoro? Alisema aliyeniponya ameniambia nijitwike godoro langu niende. Akaulizwa ni nani ameniponya? Mzee hakujua ni nani, si ndio? So please, as youth tukue na awakening in our spirit. Ndio maana watu tunaimba ile ya nini, niimba kwa wimbo ya Kikuyu, kwa nyimbo za Kikuyu inasemanga don't sleep doga kometsoro arahukanarwa wakomane ukorero nimuthi washira. Hawata ukorero unaweza kaa hivyo. It doesn't mean you are asleep like umelala ile yenye watu wanalala usiku. Hapana, it means you are in your yes, unaamini Yesu wako, but you don't know who is Jesus. Like Jesus akakwambia sahi you know, God has many ways of coming to a person. Haizi kuja yeye mwenyewe, anakujanga through people, si ndio? Anakuja anapitia, anaweza atapitia kwa Rev Dorcas, anaweza pitia kwa Elda, anaweza atapitia kwa your neighbor. But are you awakened in your spirit to know atoshere mugambo wa Ngai wako aredia? Another thing tutajifunza leo, tumeambiwa kwa Ephesians 2:8-9, usiwe mtu wa kujigamba, ujue Yesu yanafanyanga yote, si ndio? Kila kitu ulipata hivi, ni ukizaliwa ulipata ikiwa venye iko. Hakuna kitu ulikuja naye, na hakuna kitu utaenda nayo. Kwa mtu anazikwa venye yako. So anything you do, if you prosper, if you perish, wewe jua Mungu anajua, na hiyo ni matendo yake. Sawa? So usiache kuambia wengine nilienda nikafanya ni kwa uwezo wangu, ndio maana niko na hii, tuseme ni biashara, ndio maana niko na hii marks. Kama walikuwa wenye wako shule anasema mimi ndio nilisoma, nilifanya. It's not bad to say you did, but at least pia Mungu shukrani zake. Kama si Mungu hata ungekuwa hata uhai kusoma hivyo vile ulikuwa unasoma, si ndio? Last time niliwaambia be rooted and established in God. Today nawaambia in that establishment, God akikutendea usijigambe, usiende kuambia watu ni wewe. Be thankful na utambue Mungu. And again, be awakened in your spirit. Another book leo tutasoma ni Jeremiah 29:11. Inasema, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. God says he knows the plans he has for you. Si ndio? Unasema in English, I know the plans I have for you, plans and thoughts of peace and not for to lead to perish. Si ndio? Mungu atakuumba uangalie in this world. Mungu alikuumba akijua you will prosper, and God knows your purpose in this world, by the way. And you will never die kama uja fulfill your purpose. Sawa? So tukikaa hivi tujue God is with us. God knows the plans he has and desires for you in your life. And plans of God are not to perish you. They are for you to be established and to prosper in this world and this generation, and in everything that you do you will prosper. Just know, ukiprosper, be thankful. Kumbuka ni Mungu amekufanyia, tafadhali usijigambe. Unajua ukijigamba, wewe
ukijigamba useme ni wewe, God anakuanga na everything. Yaani kila kitu yenye God anafanyanga inakuanga for his worship. Ajionyeshane the way. Unajua ukijigamba useme ni wewe, you will face the consequences of God. God atakuonyesha si wewe, na si kwa uwezo wako, na si kwa uwezo wa mtu yeyote, ni mimi. So be thankful and remember God does and he has good plans for you. Amen. Let's pray. Dear God, we thank you for the word. May you help us to remember to thank you and to sijigambe in everything that we do. Be with us and protect us. In Jesus' name we pray. Amen. Tumpigieni makofi vizuri.